Assalamu alaikum, habari zenu, karibuni tena katika channel yangu ya Foodilicious, na leo nakwenda kuonyesha jinsi ya kupika mtabak wa kuku. Ni rahisi sana na matumaini yangu mtajifunza kitu chochote. Kwa hiyo tafadhali angalia mpaka mwisho, lakini nakukumbusha usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa uwapendao ili na wao waweze kujifunza kitu. Kwa kuanza, huyu ndo kuku wangu nitakaitumia, lakini kama utanunua nyama ya kuku ambayo tayari imeshasagwa ni vizuri zaidi. Lakini mimi nimeamua kuwaonyesha kama utakuwa una kuku, utamkata vipande vidogo vidogo, utamtia chumvi, halafu utamfunika na kumpika kwa moto mdogo sana. Kama unatumia mkaa, hakikisha umeacha makaa kidogo sana, kwa sababu hatutaki kuweka maji, tunataka kuku wetu aive wenyewe kwa yale maji atakayojitoa. Na huyu kuku ni kuku boy. Huyu ni kuku boy ambaye nimekata vipande vidogo vidogo. Kwa hiyo utampika hapo kwa moto mdogo mdogo sana, na baada ya hapo tayari tunamuona maji yale yamekauka na ameiva. Kuku huyu huwa hana roho kwa kuiva, anawiva mara moja. Baada ya hapo utatumia food processor kumsaga. Kama huna food processor, kama blender yako heavy duty kama yangu, pia unaweza kusagia blender. Kama huna vyote, basi unaweza ukamnyambua kwa mikono yako kidogo kidogo. Baada ya hapo nimeweka kitunguu maji nilichokikatakata, carrot nimeipara, na pilipili boga nimelikatakata. Then nikaweka thomu na tangawizi pamoja na spices na ndimu kipande. Usiweke ndimu nyingi, chakula hichi hakihitaji ndimu nyingi. Ndimu ikikolea unakitoa ladha. Na si chakula hichi tu mtabak, sambusa, katlesi ni vitu ambavyo ndimu haitakiwi kuwa juu. Ukitia ndimu juu unakiharibu. Kwa ndimu kipande inatosha. Baada ya kuweka vitu vyote, utaweka kwenye moto mdogo mdogo na kupika kwa dakika 5, halafu itakuwa tayari. Baada ya hapo sasa tunatengeza gundi yetu, ni unga wa ngano wa kawaida na maji. Baada ya hapo, hizi ni spring roll ambazo nitakazotumia. Hizi ni kaki za sambusa ama kaki za spring rolls, zinauzwa supermarket, unaweza kwenda kununua. Lakini pia unaweza kutengeneza nyumbani. Mimi ninayo video ya kutengeneza hizi nyumbani, unaweza ukaisearch. Na hapa nitatumia kaki 4. 2 upande huu, 2 upande huu, utazigandanisha kwa pamoja. Sawa, kama hivyo tunaviona hapo. Jumla inakuwa kaki 4, utaziweka kama hivyo. Baada ya kuziweka kama hivyo, utazifunika ili zisikauke. Utazifunika kitambaa vizuri, then utachukua mayai yako 4. Utayapiga mayai yako 4 na kutia ule mchanganyiko wa kuku tuliotengeneza. Mchanganyiko hutii wote kama tunavyoona hapo, mimi nimeweka kidogo tu. Then baada ya hapo utateleka frying pan na mafuta, sio mengi, mafuta kidogo. Mafuta tunajua mafuta size ya kupikia omelette. Halafu utamimina ule mchanganyiko wako wa mayai pamoja na kuku. Utaupika kama dakika 2. Baada ya kuona chini umekauka, mimi napenda kutia kwenye oven ili na juu ukauke. Lakini kama wewe unatumia mkaa, huna oven, utafunika mpaka na juu kukauke. Huna haja. Samahanini hapa kwa video imetoka upande kidogo. Video alikuwa akinichukua mwanangu. Kwa hiyo mimi hapo natia kwenye oven, ila wewe kama nilivyosema unaweza ukaweka pale pale kwenye moto wako unaotumia, ukafunika yai litakauka wenyewe juu na chini. Hilo langu tayari limekauka, utaliacha lipoe. Kama mnavyoona langu hapo limepoa, nimelikata. Kwa kweli hapa kulikata hata sikuwa na haja ya kulikata. Lakini hata sijui kwa nini nimelikata. Nadhani uchovu na nao. Nilikuwa nimechoka, lakini nikasema acha ni record. Kwa hiyo utalieka kwenye kaki yako. Muhimu ulikate huku pembeni tu, lisizidi, liwe sawa sawa na kaki yako, ndo muhimu, sawa Halafu utaanza kuroll kama hivyo tunavyoona mimi na roll. Kaza, ukiroll ifanye iwe tight, ibane kabisa. Baada ya hapo utatia gundi. Sawa
Mimi nimefanya hii halafu nikafanya na nyingine pia, lakini sikuonyesha kwa sababu itakuwa process ndo hizo hizo. Kwa hiyo kama unafanya nyingi, repeat process hiyo hiyo. Baada ya hapo utatafuta kisu chako kilikuwa kiko sharp kweli kweli. Changu mimi hakikuwa sharp, kilinipa shida. Unakata chwi. Ukipata kisu kilo sharp utazikata, na size hiyo ninayoikata mimi ni perfect manake. Lakini kama unataka kubwa kidogo utaongeza, kama unataka ndogo pia ni vizuri pia utakata ndogo. Utazikata zote hadi kumaliza. Kama hivyo tunavyoona hapo mimi tayari zimemaliza mtabaki wetu. Tunaendelea na step nyingine. Sasa utachukua mayai matatu sasa, mawili au matatu, utayapigia chumvi kidogo, utayapiga, hakikisha unayapiga sana sana. Kuyapiga sana itasaidia mtabaki wako usifanye mabofu. Utapata layer nzuri sana. Sawa Na unapochovya kwenye mayai hakikisha unakunuta. Usitie mtabaki kwenye mafuta ukiwa na mayai yanachuruzika. Haitopendeza, ile gamba lake la nje halitokaa vizuri, litakuwa lina mabofu, litakuwa halipo soft. Kwa hiyo mayai yapige sana, then na wakati wa kutia kunuta hivi Sawa, alafu utatia, utapika, haichukui muda kuiva. Unapika kama dakika 2 kwa moto wa saizi ya kati. Baadaye unageuza na upande wa pili, unaacha iive, ipige rangi, halafu tayari utakuwa mtabaki wako umemaliza. Video nimeipeleka mbio kidogo, samahanini kwa sababu sikutaka iwe refu. Najua watu hawapendi kuangalia video refu, wanakuwa wanaboeka. Lakini kama una swali lolote hujafahamu, feel free kuniuliza. Niko hapa kwa ajili yako habibi wangu, habibti wangu. Nitakujibu swali lako. Niulize lolote unalotaka kujua kuhusu mtabak. Haya. Kwa hiyo ndio hapo imeiva tayari. Nimetoa. Nitachoma mengine iliyobakia. Mashallah, mtabaki wetu tayari jamani. Haya. Ukipata kishughuli utapika mwenyewe mtabaki wako. Ukiwa na birthday utapika. Alimradi mambo pambe tu. Ni matumaini yangu umejifunza japo kitu kimoja. Na kama umependa video yangu, tafadhali na kuomba like video hii, share na wenzako. Lakini pia kama hujasubscribe, na kuomba usubscribe ili tuzidi kukua. Asanteni na kwaherini.